Na Walutheri wanakuimbia kwenye msiba, nchi nzuri ya meta meta. Wenyewe hataki kwenda, wanakuimbia kule kuna kometa meta, twendeni wote basi. Mnaniimbia tu kuna meta meta, mimi nimelala hapo. Twende wote. Uone, wewe usifanye mchezo na kifo. Siku moja tulikuwa tunachukua maharage miaka ile ya nyuma, ukivaa jinsi miaka nyuma unapata mke bure hivi. Miaka ile watu waliuziwa vipande vya vigunia pale mtaa wa Pemba, sio mchezo. Maisha yamebadilika wewe. Tunakimbiza gari la sukari utafikiri maandamano. Sasa sisi tukaona ni heri kuwa Nyau South Africa kuliko kuwa mtu Tanzania. Mimi nikatoroka bwana, nikadondokea Zambia pale. Na nikaacha shule secondary Kibaha Vipaji, Kibaha Education Center. Vipaji ile na mimi wasina daftari, Bible sisomi. Hayo ukisema tu nimedaka, hata namba ukikimbia nimedaka. Walimu walinichapa mpaka wakachoka. Nikipata daftari naandika kina Mohamed Ali, kina Joe Frazier. Daftari sina, nakula fimbo. Baba yangu mwalimu anasema mtamuua huyu, mwacheni. Mwacheni atafaulu. Baba amenunulia kaptula, kila siku naenda kwenye milima na seleleka matundu. Akaona huyu nimnunulie kaptula inafanana na akili yake huyu. Alinunulia kaptula ngumu hiyo, kufua mpaka uwe bouncer, ngumu kaki. Ngumu, mbele haijulikani, nyuma haijulikani. Ukitembea nalia. Leo wanafunzi acha wanitanie, hata nikisimama wanafunzi wako hapa inasagana. Wewe mshukuru Mungu, umefika chuo kikuu, wewe mshukuru Mungu mpendwa, amen. Ili Mungu aseme neno la pili, amen. Yule MC hapa alisema tunamshukuru Mungu ametutoa mbali, amen. Haleluya. Sasa bwana, nikaona ngoja nitoroke mimi. Nikaenda kule mpakani mwa Tanzania na Zambia, nimekuja na Colgate na Creatone na sabuni Rexona. Pale Msimbazi polisi usao wakanikamata. Kwa sabuni tu wakanipeleka mahakamani bwana. Nimelala Msimbazi asubuhi nimepelekwa mahakamani Mkwajuni. Yaani safari ina mambo mengi mpendwa. Wewe mpende Mungu, dunia huko nje kuna mambo ya hatari. Mimi naishi na mateja, anapangisha chumba chake mwenyewe analala nje. Miparo ameniibia milioni 2 nyumbani kwangu mateja, nikasema nirudishie langu iliyobaki. Mimi sistuki na jambo lolote huyo. Wakanirudishia milioni 1,200,000, maisha yanaendelea. Wewe ndio unastuka, utakufa duniani hapa. Amen. Hakuna jambo jipya. Sasa pale mpakani mwa Tanzania na Zambia askari wanatuzuia na vizigo vyetu, tunakwenda kule kwa Wanyia kwa Itaka kule kuna Mwakata Mpozile, unachukua maharage unapeleka Zambia. Kwacha ina thamani kama dola wakati ule. Tuko black market pale Chianga. Siku moja tukaona ngoja tu. Hawa askari wanatuchanganya, wanakaa kwenye yale makaburi na sisi ndio njia yetu. Makaburi yenye na majani hivi, tukaona ngoja. Siku moja tukamchukua mwenzetu mmoja mwembamba, mrefu. Tukamvua nguo zote, tukampiga jivu kuanzia chini mpaka juu, piga jivu. Tukamlaza kwenye makaburi mapema, amelala huku na huku. Polisi wameenda na bunduki zao kwenye saa 2 wamekaa. Sio tumetega na vizigo vyetu, baadaye tukafanya jamaa akatoka makaburi, nimefufuka wewe. Hakuna askari aliyebaki na bunduki wamezisahau pale pale. Mpaka kituo chao wamepita kwenye kituo chao hao. Sisi na vizigo vyetu hao Zambia. Kama manyani dume, amen. Kama wana wa ulimwengu wana hekima, wana wa nuru wana hekima zaidi. Mungu akupe hekima, amen. Hakuna kiziwizi kwenye maisha. Ukiwa na Mungu yote yanawezekana. Siku moja kwa nazika kule mchungaji Kunduchi. Halafu mtu mmoja amelewa. Wanasema muondoe hapo mchungaji, sasa ataondoka mwenyewe. Sasa amesogelea karibu na kaburi anacheza, kumbe kaburi la mchanga. Bwana likakatika pande la udongo, pap, akaingia kule ndani. Mateja wakasema tia udongo, alitoka mwenyewe. Pombe yote iliisha na hema, si alitokaje ujue. Ngoja tusome ile ngapi Rumi. Leo tumekuja tufurahi wapendwa, amen. Ufurahi tunaongeza siku za kuishi. Hapa nitasema kidogo changamoto ya kijana Mkristo katika ulimwengu unaobadilika. Na nitaangalia changamoto 3 kwenye hili somo langu. Changamoto ya kijana Mkristo katika ulimwengu unaobadilika. Wewe upo duniani hapa, usifikiri kwamba uko mbinguni, sawa? Upo duniani bado. Changamoto 3. Ya kwanza ya kiimani. Waona vijana mmekuja hapa kanisani, Mungu atukuzwe. Ni mara chache sana vijana wanaenda kwenye ibada.
usimwache Mungu. Sawa? Mimi ningepotea sana, lakini baba yangu alipanda kitu tangu niko mtoto. Alafu nikachukuliwa na mchungaji, nikaishi nyumbani kwa mchungaji. Wachungaji hao wana kitu, mimi nimeishi kwao. Yule mchungaji alinipa kamstari kutoka Mika sura ya 5 mstari wa 2 mwaka 1974. Kanachosema bali wewe Bethlehemu Efrata mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwa kwako atanitokea mtawala katika Israeli, ambao maongeo yake yalikuwa tangu zamani na hata milele. Mimi ndio mdogo kwenye familia, wenzangu wote wamekufa. Kila wakigusa mwaka wa 50 wanakufa. Na mimi mwenyewe chupu nife, nikagoma kama mbuzi anapelekwa machinjioni. Nipo mpaka leo. Wewe jilegeze, mimi nikitapika nakula. Wewe jilegeze tu malaria kidogo, chipsi, Fanta orange, antena utakufa hiyo. Amen. Amen. Wewe jilegeze tu. Mimi corona ilinipata. Nyuki akumbatiwe, sio mchezo. Nienda kumwombea mtu amenidanganya ana kisukari, ana kansa, kumbe ana corona, nikamkumbatia wewe. Chubu nife. Nilikuwa naenda kutalii mbinguni narudi. Na nimepona. Baada ya kupona kilo 5 hamna. Sikwenda jimu wala ni corona yenyewe jimu. Yaani tunasoma wapi? Tumesema tunasoma wapi? Vitabu hivyo rais. Vitabu vigumu, Habakuki, Yona. Utakuta mtu amefungua Biblia nusu anazuga. Kumbe hajapaona. Kanisani kuna wazugaji huko. Ngoja tusome Rumi 12 mstari wa 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kuyajua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Sasa changamoto za kijana Mkristo katika ulimwengu unaobadilika, ulimwengu wa mitandao, ulimwengu mpya, ulimwengu wa sayansi na teknoloji, ulimwengu mwingine kabisa. Zamani ukimaliza form 4 bonge la somi, au sio? Mimi kaka yangu amemaliza form 4 Minaki mwaka 74. Bwana, profesa kwanza unampata wapi? Labda profesa mganga kienyeji. Utampata wapi profesa miaka hiyo? Leo yule msichana mdogo profesa. Mimi nimeingia shule ya msingi na kimo changu kifupi miaka 14 ndio darasa kwanza naanza. Kaka yangu 16 darasa kwanza tuna ndevu juu. Alafu tuna binti anaitwa Maimuna miaka 10. Maimuna ndio mdogo mpaka walimu wanakasika, huyu wamemletea nini hapa? Yaani wakaambia mpaka upeleke hivi mkono. Sasa mimi mkono haufiki, wanasema wewe bado. Yaani umri unapimwa na mkono. Miaka 12, 13, Maimuna ana miaka 10. Walimu wanakasirika naye huyu. Mwaka 1970 wanakasirika naye Maimuna. Sasa sisi tukichoka darasani tunamwambia Maimuna alie. Analia Maimuna, mwalimu anaturuhusu. Tunamchochea Maimuna kulia. Sasa hizi miaka 10 amemaliza darasa 7, wanapeleka watoto miaka 5. Dunia imebadilika sana. Mimi kaka yangu amemaliza form 4 Minaki, alikuwa haendi shamba. Baba mwalimu, kaka amemaliza form 4. Mikono sio ya kwenda shamba, shamba sisi tunaenda. Na tunakubali wenyewe kwenda shamba. Ili tukirudi kaka aongee Kiingereza kama alivyosema mchungaji, na baba tunaona kama umetoka sayari nyingine. Tunawatazama na sisi tuko in fact hatujui lolote, tumeshika in fact of course Leo vitoto vidogo vinajua Kimombo. Ukienda sebleni kwao kama hujui inaanza daddy good morning, unasema nenda nje huko. Usioganitia aibu hapa, nenda kacheze huko. Kacheze na wenzio wanakusubiri. Dunia imebadilika sana wapendwa. Amen. Ukijua Kiingereza wakati ule kama umetoka sayari nyingine kabisa, na kijiji kinakuheshimu. Bwana asifiwe. Ulimwengu unabadilika, lakini Yesu habadiliki.